Na mtazamaji wa Bahari TV, hapo jana pale jijini Dar es Salaam kongamano la kitaifa limefanyika la taaluma ya aktuaria linalojikita katika ubunifu wa kidigitali na ustahimilivu wa kifedha unaoongozwa na takwimu. Tukio hili pia limefanyika hapo jana katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Tukio hili muhimu limewakutanisha pamoja wataalamu wa aktuaria, wachumi, wanafunzi pamoja na wadau mbalimbali wa sekta ya kifedha ili kujadili mchango wa teknolojia katika kuboresha mifumo ya kifedha. Katika kongamano hilo, washiriki wamepata fursa ya kubadilishana uzoefu, kuwasilisha tafiti pamoja na kujifunza mbinu mpya za matumizi ya takwimu katika kufanya maamuzi sahihi ya kifedha. Pia mjadala mkubwa umeelekezwa kwenye namna ubunifu wa kidigitali unavyoweza kusaidia taasisi za kifedha kuwa imara zaidi dhidi ya changamoto za kiuchumi. Waandaaji wa kongamano hilo wamesema kuwa lengo kuu ni kuimarisha taaluma ya aktuaria nchini na kuongeza uelewa wa umuhimu wa takwimu katika kupanga na kusimamia hatari za kifedha, hasa katika dunia ya sasa inayobadilika kwa kasi kutokana na maendeleo ya teknolojia. Hebu tusikie kwa ufupi kilichojiri huko. Shukuru sana moderator, kama tulivyojitambulisha awali, mimi CPO John Walalaze, meneja elimu kwa mlipa kodi mamlaka ya mapato Tanzania. Niseme tu hii saundo mara yangu ya kwanza kusimama hapa. Can see the face of taxpayer, the face of tax administrators. Sababu si lazima usome kodi, usome finances, usome customs na kadhalika ili uajiriwe TRA. Even hata kama uko kwenye kozi yote inayohusiana na hesabu, inayohusiana na sheria. Nimeona wanafunzi wanaotoka FM, nimeona wanafunzi wanaotoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam hapa na wengine wa UDOM. Wote hapa najua kwamba ni vijana ambao tunaoandaa kwa ajili ya baadaye kuwa walipa kodi na kuwa baadaye kuwa wakusanya kodi. Nitoe tu kama kaushuhuda, mimi mwenyewe huko chini huko kilichosaidia ni hesabu mpaka hapa nilipofika. Nilipokuwa shule ya msingi, wenzangu wakati wanaenda kwenye michezo ile UMITA wanashindana kuhusu mpira, mimi nikawa naenda kushindana kuhusu hesabu. Kaenda hivyo kwenye level ya kimkoa, kachaguliwa mwenzangu. Fine enough, kutoka pale nikachaguliwa moja hapo shule ya wanafunzi wa vipaji maalum. Hakika tulipeleka kule nini? Ni mathematics. Mpaka nilipofika hapa najua kwamba sasa tunaongoza. Nimekuwa manager wa wilaya mbalimbali hapa Tanzania. Nimekuwa manager wa mikoa hapa Tanzania, then mwaka juzi nikateuliwa kuwa manager elimu kwa mlipa kodi mamlaka ya mapato Tanzania. Niseme tu kwamba hata kama uko hapa TRA pia tunaajiri watu ambao wanatoka kwenye kada kama hizi. Sababu wote hapa tax administrators. Moderator ameuliza swali zuri sana kuhusu vijana. Najua vijana wakitoka hapa wengi wanatafuta kujipata. Ule mtaani shazoea kuelewa kujipata. Katika kujipata huko wanakuwa na biashara, wanakuwa na shughuli mbalimbali za kiuchumi zinazowazalishia kipato. Sasa TRA sisi tunahusikaje kuhakikisha kwamba tuna incubate na atania hizi biashara ambazo vijana wanazozianza? Kwanza sheria ya kodi au mfumo wenyewe wa kodi. Kodi isipowekwa vizuri, obviously inakuja kuua biashara. Let's say kwa mfano kama rates zisingekuwa zinaangaliwa kila mwaka, biashara zingekuwa zinakufa. Lakini kwa TRA sisi tumeweka mfumo mzuri sana wa usimamizi wa wafanya biashara, usimamizi wa walipa kodi. Tumefanya segmentation ya walipa kodi, na hapa ni function ya data, kwamba wale wenye kipato kuanzia kipato hiki hadi kipato hiki, wenye biashara yenye turnover kuanzia somewhere hadi somewhere, tumegawanya katika makundi mbalimbali. Kwa lese hawa wafanya biashara ambao ni wadogo, hizi startup wengi wetu ambao tunaanza na biashara ndogo, tunaanza na mitaji midogo. Cha kwanza niseme tu kwamba kwenye kodi hakuna kutoza kodi kwenye mtaji. Juzi hata kuna mheshimiwa mmoja kule bungeni alisema TRA wanatoza kodi kwenye mtaji. Mmoja wapo wa kazi ambayo ni kazi ya kwangu moderator, ya kwenda kuelimisha wadau kama wale, ili hata kama wakichangia kule kuhusu masuala ya kodi, angalau kule tunauelewa kuhusu nini kodi. Kodi haitozwi kwenye mtaji. No taxes on capital.
unless otherwise kuna baadhi tu ya transaction, mfano kama let's say disposal ya assets, kama gari, kama nyumba, pale lazima useme utalipa capital gain kutokana na nini, na appreciation ya value ya ile jengo. Lakini kwa wengi ambao tunalipa kodi, na niseme tu duniani tuna vitu viwili ambavyo hatuwezi kuepuka. Moderator, ningekuwa kwenye mhadhara ningesimama ningewaambia nyoshe mkono vitu, ningeuliza swali, lakini sasa hivi hapa na wajibu tu wa kuvitaja. Duniani tuna vitu viwili ambavyo huwezi kuviepuka. Cha kwanza ni kulipa kodi. Asubuhi najua tuliamka kule tulikotoka, kila mmoja amegonga cha kwake cha kuingiza kinywani. Mle ndani kuna nini? Kuna kodi. Tumevaa hapa, tumependeza. Mle ndani kwenye hizo nguo kuna nini? Kuna series of taxes mpaka kufikia pale kwa hiyo sehemu. Niseme tu kwamba kodi unalipa katika nyanja mbalimbali. First, ya kwanza unalipa kodi kama unakiwa na kipato. Kama unaingiza kipato chochote lazima utalipa kodi katika njia ambayo TRA watakuwa wamekuwekea. Ya pili, utalipa kodi kama una consumption. Na ndio maana akasema kwamba simple uko high, lazima kuna somewhere then unalipa nini? Unalipa kodi. Unalipa kodi kama unahitaji permit, unahitaji kupata kivibali mbalimbali. Hiyo ni nini? Ni kodi. Unalipa kodi kama ukiwa na umiliki wa kitu chochote. Mfano kama let's say ardhi, nyumba, lazima kuna kodi za kila mwaka wewe unazilipa. Kama let's say kama ni gari, kama na miliki ni gari la kwangu, liko katika ownership ya kwangu, lazima kuna kodi inayolipa kila mwaka. Wale wa Kongo wazee wetu, nakumbuka mlikuwa mnalipa kodi inaitwa tuna forms mbalimbali za kufanya biashara. Inawezekana kama kijana ukafanya biashara either individual, ukaja kuisajili mwenyewe, au ukafanya biashara ya ubia, tunaita nini, partnership, au ukafanya biashara ya kufungua kampuni wewe na mwenzako, mkapata share zenu pale mkafungua kampuni. Sasa katika kufanya hivyo, TRA inawasaidiaje hawa ambao ni wafanya biashara wadogo au hawa wa startup? Kwa yule ambaye mauzo yake kwa mwaka turnover ambayo ni kuanzia 0 mpaka milioni 4, huyo amekuwa exempted kulipa kodi ya mapato, exempted from paying income tax. Hawa ambao ni nini? Individual. Mauzo yakishakuwa milioni 4 mpaka milioni 7, huyo analipa 100,000 kwa mwaka mzima, na 100,000 hiyo unailipa kwa installment. Ukitoka milioni 7 mpaka milioni 11, huyo analipa 250,000. Milioni 11 kwenda mpaka milioni 100, huyo atalipa 3.5% ya nini, ya yale mauzo. Na hapa ndio ile inakuja self assessment. Kwa angalau wewe hata ukifunga safari kutoka leo unaenda TRA, unajua mimi kodi yangu kiasi ni hiki hapa unatakiwa nilipe. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.